Soko letu zingiziwa Chanika, hali siyo shwari kabisa. Soko letu halina kizimba cha taka, uchafu umetanda mpaka ofisi za vitengo, na viongozi hawasemi kila kona, madampo yanazaliwa. Tusimame. Yaani hapa kwa kweli kuna hali ya sintofahamu hapo imenichanganya. Na sielewi hii hali itaenda hivi mpaka lini. Hapo kwenye hilo dampo wanalotupa taka za sokoni hapo, imekuwa balaa, yani ni balaa tupu. Yani zimejazwa takataka yani zina muda mrefu, napita sijui wiki ya pili naona zile takataka zipo mpaka sasa hivi. Na hapo ninavyokuambia imefikia hatua mpaka zile takataka zishaanza kuchuja maji. Yani unakipita pale maji ya kijani, afu maji yenyewe sasa yanatiririka. Sasa mimi wasiwasi wangu huko sasa anakoelekea kitakachotokea nini, ndugu yangu? Umeongea swala la ulinzi wa kiafya zetu, hasa watoto. Kiukweli lile dampo linachuruza maji hatarishi. Yale maji yanatoka na churuzika, yanatiririka, na mvua zinavonyesha yanayasomba yale maji, yanaondoka nayo mpaka mitaani. Na mbaya zaidi pale, ile njia ni kubwa, inatumika na wanafunzi. Kuna wanafunzi wa darasa la 7 mpaka chekechea wanapita pale. Sasa ile ni hali hatarishi, afu inatoa harufu, yananuka. Lakini mbaya zaidi, kinachonishangaza pale pale kwenye dampo, ndugu yangu, kuna ofisi. Unajua ofisi ya nini? Najua na naiona sana. Kuna ofisi ya ndizi pale. Ewa, kuna ofisi ya ndizi. Sasa mimi mwenyewe najiuliza, hawa wameweka ofisi hapa ya kitengo cha ndizi. Wameweka hapa. Mbele yao kuna jalala kubwa. Na sio jalala tu, jalala yale mauchafu yakioza yanazalisha maji, yale maji machafu, maji yanazalisha harufu, inanuka. Wanawezaje kuweka ofisi pale na wamekalia kimya, hawaongei chochote? Mpaka mimi mwenyewe najiuliza muda mwingine. Na maana wale wenye ofisi yao pale hawaoni kama kuna mitakataka imetupwa ama vipi. Kwa sababu kwanza kwenye dampo ulizungumzia watoto. Wanafunzi pale wanapita. Hao wanafunzi mimi nishawahi kuwakuta wanaokota embe mbovu. Wenyewe takana mimi ndio niliwafukuza siku hiyo. Unaona? Na ndio maana mpaka leo nikaamua bora niongee na wewe nikwambie kitakachotokea nini. Maana kama kuna utaratibu wowote wa sisi kuweza kuufanya tujue tunafanya nini au tunawasaidia vipi watu isije katokea mlipuko wa magonjwa ikawa balaa hapa. Mimi nadhani viongozi wa vitengo hawa wakae na meneja wajadili hili swala. Ikiwezekana watengeneze kizimba maalum kwa ajili ya kutupia nini? Takataka. Ili kile kizimba kikijaa takataka sehemu ya kutupa hakuna, lazima wataleta gari. Hicho chumba maalum wanachosema kishasema, kwani toka hizi miaka mitatu ishakatika, sio minne ishakatika. Maana mimi toka nafika sokoni habari ya kizimba cha taka hicho kinazungumziwa, lakini mpaka leo ninapokuambia sijaona habari ya kizimba cha taka wala kasheshe gani hapo, sijaliona lolote. Hata hiyo gari mimi nashangaa pia vile vile. Kwa sababu gani unajua? Taka ili soko linazalisha matani kwa matani kwa wiki za takataka zinatupwa hapo sokoni, lakini mimi sioni gari. Yaani hilo sio la kuongea. Kama ukizungumzia kwenye gari, yaani sio hata nisemeje. Maana hapo unaweza ukakaa ukaona gari ndani ya mwezi mara moja ama ikaja mara mbili. Asa wewe jifikirie, kila siku soko linazalisha taka. Sasa kama soko kila siku linazalisha taka, gari inakuja kwa mwezi mara moja ama mara mbili. Je, hizo taka zitaondoka vipi? Na wao wenye sekta husika, wao kazi yao kuchukua pesa tu, yani hawaangalii usalama wa watu ama afya za watu, hawaangalii. Soko letu noma, sio kwa ubaya. Tunahitaji mabadiliko, sio maneno ya yaya. Fikiria blaza yetu, blaza Zuberi, namfikiria ndugu yangu Shomvi, kapteni pale Aguero, pale juu kuna yule muuza nyanya yule, ana jezi yake ya Yanga ameiandika Baba Ivani yule nani? Ima. Ushanisoma Haya, alafu namfikiria nani? Lameki. Ushanisoma Big Boss pale muuza nyanya mwenyewe Big Boss. Ushanisoma Haya, alafu kuna huyu Mama Pisa, Mama Pie ndo alipataga bahati mbaya. Ushanisoma watu wenzetu wana faida, wamezalisha sokoni, wana watoto. Sasa ningekuja unanichanganya kitu kimoja.
Hebu niambie, yani sasa hiyo faida ni yani kivipi? Kwa mfano yani wana faida kivipi sasa? Yani vipi? Unajua watu wengine wanang'ang'ania tu kufanya biashara. Oh, nauza nyanya, nauza matunda, nauza sijui nipo Kampochea, nauza dagaa. Hizo ni biashara tu, lakini wale ndugu zetu wanafanya hizo biashara na wametafuta faida ya kudumu. Ukiangalia wale wenzetu wamekuja hapa wamezalisha, wana watoto. Yaani hata leo hii nikisema itokee soko lile limekufa, tayari wana faida ya kudumu. Ndugu yangu Chaenga, hilo na ulisema ni kweli. Kwa sababu kwanza wajamani wapongeze, kwa sababu kweli wamekuja sokoni wamepambana na faida kweli wamezipata. Na tena uzuri faida zao hawajataka kuzitekeleza wala nini. Wanazihudumia, tena wanazihudumia vizuri tu. Kwa sababu hata siku moja sijawahi kuona labda kaja mwanamke kama wanavyokuja labda watu wengine sehemu zingine kwa unavyowaona kuja na mikasio matumizi sijui nini. Kwenye hao watu hao, hayo mimi sijawahi kuyaona. Ila sasa kwenye hizo faida zao hizo wanakosea kitu kimoja. Wanashindwa kuziwekea ulinzi. Kwa sababu anakuambia wanashindwa kuziwekea ulinzi. Kwa sababu haiwezekani wewe unapata faida alafu unashindwa kuwekea ulinzi. Unaacha ni faida inazurura tu, mali mengi hapa imetokea chocho hili. Alafu sehemu zenyewe ukiangalia masokoni kuna milipuko mingi ya magonjwa. Sasa hapo mzee mwenzangu ndio umefikiria pointi ya msingi katika pointi zote tunaongea. Mimi labda nikuulize, kwani ni kweli masokoni wanaruhusiwa watoto kushinda kama wale? Maana mtoto anashinda kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kama vile anakuwa mfanya biashara sasa. Maana mtoto ujauzito umepatikana akiwa sokoni mama yake. Ujauzito umelelewa mama mtu yupo sokoni. Kazaliwa mtoto anashinda analelewa sokoni. Mwisho wa siku atanukia soko sasa yule mtoto. Mimi ndio soko langu la kwanza, labda wewe tembea masoko mengi, inawezekana labda inaruhusiwa hiyo. Watoto hawaruhusiwi. Ushaona? Na kama watakuja watoto basi hata wale wateja wanakuja na watoto zao. Wana sehemu maalum za kwenda kuwanyonyesha. Alafu isitoshe watoto wanakatazwa kwa sababu ya milipuko ya magonjwa masokoni. Imekuwa yani kama ndio itikadi, kwa sababu masoko mengi ndio yana milipuko ya magonjwa. Unaona? Sasa ukija kujumlisha na vile vitoto wenyewe vidogodogo vinazurura mara vimeshika hiki, vimeokota hiki. Hasa ndugu yangu, mfano kama kipindupindu kikamvambe mtoto mdogo, wewe unategemea ni kama wewe mkubwa mzima tu kinakutikisa na ukifamasia uhai unautoa. Haya kwa mtoto inakuwaje? Hapa sasa ndio nimemkumbuka marehemu babu yangu mzee Mbungo. Aliposema kwamba babu, kutafuta mali sio kazi. Sema kazi kuwekea ulinzi ile mali, uilinde ili isipotee. Ndio hii. Ndugu zetu wametafuta faida, wameshazipata. Ila nimeona kuzilinda wanaanza kuzishinda. Ile ni hatari. Wakipata magonjwa ya mlipuko pale na kuwaje, na wale ni watoto, kinga zao tofauti na sisi watu wakubwa. Isiyo hadithi, ni maisha halisi. Tunalia kimya kimya, nani hata. Najua mimi uongozi wa soko letu hili unaniacha hoi sana. Kwa nini? Wanasema sheria za masoko bodaboda hairuhusiwi kuingia ndani. Lakini soko letu mimi nashangaa bodaboda zinaingia ndani, tena zinasumbua mpaka wateja wanaenda kupakia mizigo. Bodaboda nyingine zinaingia mpaka ndani zinaleta mizigo. Hii kweli ni sawa hii? Yaani sawa, wewe uongozi unaolaumu ni sawa. Ila mimi labda niseme kitu kimoja. Yaani utaratibu upo hivi kwenye masoko yote. Yaani bodaboda hazina ruhusa ya kuingia mpaka ndani. Unaelewa? Bodaboda huwa wanatengewa sehemu zao maalum. Na kama kwenye soko letu pale nafasi zipo nyingi. Yaani wale wanatakiwa wapaki nje ya geti na kuingilia pale. Unaona? Alafu zeni wateja kishanunua mizigo, wakazi wabebe wapeleke kwenye bodaboda, ama kama kungekuwa na magari basi wapeleke kwenye magari kwenda kupakia ile mizigo iondoke. Unaona? Lakini sasa ninachokiona pale, yani wakazi tena hawana fursa tena ya kubeba mizigo ndugu yangu. Yani kazi kubwa walikuwa na wakazi labda vize mizigo itakayoingia na magari yale washushe basi. Lakini ile wakazi wadogo wadogo ile kabeba hiki kapeleka pale inakuwa hakuna, kwa sababu bodaboda zote sasa hivi ndio zinapaki ndani pale. Yani zinakoshusha gari mizigo na bodaboda nazo zimepaki humo. Na hivyo ninavyokuambia haijaishia kwenye bodaboda tu. Unaelewa? Na hata kwenye nazi. Hiyo ndio nazungumzia hivyo hivyo, kwa sababu wale wakazi hawajawahi kupata faida yoyote kwa upande wa nazi, kwa sababu hawashushi mizigo inayoingia
Sasa zigo utakuta inakuja na bodaboda mpaka pale. Tena zigo zito. Mwenye ajaja wala nini, lakini wale wafanya biashara wa pale mimi nasema ndio wanalifuga lile. Kwa sababu ukitoka unaenda kushusha ule mzigo tayari ushatengeneza kitu kwamba mimi nitapeleka mzigo wa kushusha wapo. Kweli wala sio uongo. Kitengo cha nazi sijawahi kuona mimi hata siku moja kikiwaingizia faida wale nani? Porters. Mimi sijawahi kuona porters pale wakishusha nazi. Kwa hiyo kina porters kile ni kitengo kimesajiliwa, kinalipa kodi, manispaa wanaingiza hela kupitia kile kitengo. Lakini hawatendewi haki, wanapata wapi hela kuwalipa manispaa? Unajua kama pale kwenye nazi wenyewe wenye jukumu lao la kubeba mizigo hawasemi, na maanisha porters. Sawa? Hawasemi kwamba bwana sisi kwa mtutendee yale tunataka tushushe mizigo, unaona? Wao wamekaa kimya. Sasa unategemea atakayeenda kuwasemea nani? Hakuna wa kuwasemea kama wewe mwenyewe mwenye haki yako ya kuzungumza uzungumzi. Sasa utategemea mimi nitoke nije nikufundishe nikwambia bwana pale inabidi mshushe tukupe hela. Mimi ninachotaka niingize hela, ila sio kutoa hela ni kulipe kwa sababu inaniuma. Aise. Hapana bwana. Wauza nazi wanalo mbaya sana. Yaani hawajui kama porters wanatumia nguvu zao kutafuta nini? Kutafuta riziki. Wanawabania mpaka kwenye hilo. Yaani nazi zikija wanashusha bodaboda inatega pale wanashusha wenyewe. Na tukizungumzia hizo bodaboda nazo hizo pia ambazo zinakuja pale zinaleta nazi. Sawa bwana. Kuna kipindi pale ziliandikwa vibao. Bodaboda hairuhusiwi kuingia ndani, ikiingia ndani inatakiwa ilipe jelo. Yaani wewe hujaelewa ile habari ya kibao ile. Ile habari ya kibao wanamaanisha yani bodaboda ukiingia kule ndani lazima ulipie 500. Hiyo kwanza tayari washawapa fursa. Ushaona? Ina maana mtu hawezi kushindwa kulipa shilingi 500 ili aingie ndani. Lazima atalipa 500 ili aingie ndani. Tayari washawapa nini? Washawapa fursa. Lakini wangeweka mipaka kwamba pikipiki zote parking yao ni sehemu fulani, na unapopaki inatakiwa ulipie kiasi fulani. Ina maana watu wangekuwa wanapaki sehemu moja, inabebwa mizigo ndani, inaitwa kwenye bodaboda, zinapakia mizigo wao wanaondoka, na ndio sehemu ambao wao watasubiria wateja wao waliowaleta. Tunahitaji mabadiliko, sio maneno ya haya. Chanika zingiziwa, tusimame pamoja. Bwana Balenga, naam. Hivi unajua kwamba pale sokoni kwetu kuna sijui niseme kitengo kimevunjwa au niseme kwamba kinaboreshwa, sielewi. Sasa hivi natakiwa wafanyabiashara wa matunda wote wajiunge kwenye kitengo na kitengo kianze upya. Hakuna cha kiingilio si Laki1, hakuna cha kiingilio Laki3, hakuna cha kiingilio 50,000. Unalipa hela ya fomu tu, unakuwa ni mwanachama hai wa kitengo cha matunda. Hivi watu wamefanya kazi ya kuwekeza miaka yote, si miaka karibu mingapi watu wamefanya kazi ya kuwekeza pesa tu. Yaani leo hii wewe utoke tu uje ujiunge tu mle bure kwa makaratasi tu, uchukue fomu tu ujaze na ujiunge tu. Kwa hiyo pesa hizo zilizokuwa mle mnazifanyaje? Kilichoamriwa pale watoe pesa zao zote. Wale wana kitengo wenyewe wakae wagawane pesa zao. Wale wana kitengo wenyewe. Baada ya hapo kitengo sasa watu wakishajaza fomu, wakishaunda kitengo chao, wakae mkutano, wafungue akaunti, wajue kama wanaanza kuweka hela kiasi gani. Kwa hiyo baada ya hapo wale wafanyabiashara wapya watakaokuja wote ndio watapangiwa kiingilio. Kama hivyo sawa. Na imani kabisa wale ambao walikuwepo zile pesa wananufaika nazo, lakini sio utoke tu kwetu uje tu udaidai tu kupata amani kwa makaratasi tu afu na utake pesa ile kuwepo. Hiyo mwanangu kwa kwenye kitengo changu mimi tungeshauana sasa hivi. Sema nini mwanangu? Mimi namkubali sana mwanangu Gato. Ndio. Kwa sababu Gato nakumbuka kipindi kile cha kikundi cha Uhuru na Umoja na Ukimambo. Walivyotaka kuvivunja vikundi vyao wajiunge wa kikundi kimoja ili watengeneze kitengo, walituita kikao. Walivyotuita kikao wakasema watu waingie kwa hela. Gato akasemaje? Nchi inapogombania uhuru, wale wananchi wote waliopigania ule uhuru wanakuwa raia wa hiyo nchi. Kwa hiyo kama hapa tunapigania wote kitengo, basi si wote ni wana kitengo, tujiunge bure. Walitugomea wakataka sisi tujiunge kwa nini? Kwa kiingilio. Mwisho wa siku leo tumepigania uhuru, sawa bwana? Tumekuja tena kwa kitu kimoja, yale aliyokata ndo yale ambayo yamefanya nini, yametokea. Chaenga, mimi labda nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Yaani issue sio kwa kwenye kitengo. Unaelewa? Issue ni hivi, unanufaika vipi na kile kitengo? Kwa sababu unaweza ukawa kwenye kitengo lakini usinufaike na kile kitengo. Sasa kuna faida gani hapo? Mimi nimekuelewa, wazo lako zuri. Kweli, issue sio kufurahia tu kitengo. Issue ni jinsi gani utanufaika na kitengo, lakini kwa jinsi sasa hivi jinsi kitakavyoendeshwa, lazima kila mwanachama wa kitengo
atapata maslahi, kwa sababu kwanza vimeingia vichwa vilivyoamka. Hilo la kwanza. La pili, watu wanahitaji kufanya marekebisho ya katiba. Kwa hiyo kila kikao kitaendeshwa kwa mujibu wa katiba na watu wako makini kufuatilia kwenye hilo. Na lolote mtajua na wenyewe bwana kwenye kitengo chetu.